Na mpenzi mtazamaji wa runinga Anisa, natumaini umeshinda vema buheri afya popote ulipo, ikiwa ni tarehe 19 ya mwezi wa 11 mwaka 2025, ikiwa ni Jumatano. Na hilo mpenzi mtazamaji, katika kipindi chetu tutakuwa tunazungumzia mada kuu, ambapo tutakuwa tunazungumzia upatikanaji jumuishi wa kidijitali kwa watu wenye ulemavu. Na hapa katika studio zetu ama hapa tulipo, tuko naye hapa mkurugenzi mkuu ambaye kwamba anafahamika kama Bi Chahasi ama Charity Chahasi. Atakuwa ni mwenye kutueleza kwa kina, maanake kama tunavyoona mitandaoni tunapata kwamba walemavu hawajumuishi katika mitandao ya kijamii, na vile vile kunao baadhi ya watu ambao kwamba katika mitandao wanatumia vibaya katika kuwakejeli walemavu. Je, ni kwa nini? Hivyo basi moja kwa moja nitaweza kumkaribisha Bi Charity Chahasi ambaye kwamba ni mkurugenzi wa shirika la kutetea haki za kibinadamu la Tunaweza People with Disability. Naam, pengine tukianza, habari yako na tuelezee kwa kina mtazamaji majina yako na shirika hili la vipi? Habari yangu ni mzuri sana Farida, na majina naitwa Charity Chahasi, na mimi ni mkurugenzi wa shirika la kijamii la Tunaweza People with Disability. Na hapa nilipo tuko hapa sambamba katika studio hizi za Anisa TV, na tunataka kuongelea mada muhimu sana, na hiyo mada ni kuhusu kujumuishwa kwa walemavu kwa mambo ya kidijitali. Na ni kwa nini labda umeona kwamba kwa upande wangu, kabla tujaendelea, tuko naye pia hapa, huyu ni mwanafunzi ambaye kwamba yuko katika intern. Pengine tueleze kwa majina yake kabla tuendelee. Mimi kwa majina yangu ni Hassan Modena, na ni beneficiary wa hii digital work, na mimi ni mmoja wa beneficiary katika program hii. Kama ulivyomsikia mpenzi mtazamaji, na moja kwa moja pengine Bi Charity, labda unaona ni kwa nini kwamba walemavu hawajumuishwi katika mambo ya kidijitali kwenye mitandao? Kwa kusema kweli, walemavu hawajumuishwi katika mambo ya kidijitali kwa sababu ya ile watu kufikiria vile walemavu walivyo hawawezi kuhusika katika mambo ya kidijitali. Wengine huona walemavu hawana zile simu za smartphone ambazo wanaweza kuingia katika dijitali, na wanaona wengine ya kwamba walemavu hawana ile elimu ya kujua mambo ya kidijitali. Wanaona walemavu hawana ile elimu kabisa ya kujua mambo ya kidijitali, ama walemavu wanaona ya kwamba walemavu hawahusiki sana katika mambo ya kidijitali, na hawapati zile threats ambazo zinatokana na mambo ya kidijitali. Ya pili ni kwamba sheria ambayo inatakikana kwa sababu ya kujumuisha walemavu katika mambo ya kidijitali haipo kabisa, na kwa hivyo ningependa tu kusema ya kwamba hiyo zaidi pia ndio inafanya ya kwamba walemavu hawahusiki katika dijitali. Jambo lingine ni kwamba kuna walemavu wako katika vitengo mbalimbali. Kuna wale hawaoni, kuna wale hawasikii, kuna wale ambao wako physical disability, na wale walemavu ni kwamba wengi wao hawana simu za rununu. Alafu wengi wao pia katika mambo ya kujua zaidi mambo na literacy ama kidijitali ya digital hawajaelewa vizuri sana. Kwa hivyo ndio maana walemavu wanatakika kuhusishwa, kwa sababu hawajahusishwa na hawaelewi vizuri kuhusu mambo ya dijitali, zile dhuluma zinazopatikana katika dijitali. Na labda pengine ukiangalia changamoto gani ambazo kwamba zinafanya mpaka walemavu wanakosa kujumuishwa katika mambo haya? Changamoto ya kwanza ni hiyo nimesema, sheria ambayo itafanya ya kwamba walemavu waweze kuhusika kikamilifu. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kuna sheria. Hakuna sheria bado ya kuonyesha kwamba walemavu inatakikana wahusishwe kikamilifu katika dijitali. Ya pili ni kwamba ni ile watu kuona tu ya kwamba mlemavu hawezi. Kwa hivyo huwa wanaona walemavu wako mwisho sana kule, hahitajiki kuhusika katika mambo ya kidijitali. Lingine ni kwamba kuna walemavu ambao bila nisema ya kwamba hawana ile kwa mfano zile simu za smartphone. Wengi wao hawana, ni kwa sababu ya ile hali ya changamoto ya kimaisha ya ile poverty. Kwa hivyo ndio maana hawajakuwa na. Alafu pia ile elimu, kwa sababu hawahusishwi, ile elimu wao kupata kwa sababu ya mambo ya dhuluma za dijitali, ama kwa mfano mambo ya dijitali wengi wao hawana, kwa sababu ndio maana hawahusishwi
kikamilifu, na pia watu waona tu mlemavu huyo hawezi kuhusishwa katika ile mambo hayo mambo. Na pengine labda huenda ikawa ni pengo gani la kidijitali linaonekana kwamba watu hawa ama watu wa maeneo ya mijini ikilinganishwa na vijijini wanakosa huduma hizi? Changamoto inapatikana kwa watu wa vijijini kutopata elimu ya kidijitali ama kuhusika kidijitali. Ni kwamba wale watu wanakaa katika vijijini, kuna hapo kwanza hakuna mambo za hakuna haya mambo za cyber za wenye wanaweza kwenda kujifundisha hizi college zenye wanaenda kujifundisha. Halafu pia wengi wao ni ile poverty level ambayo inahusika ya kwamba hawa hawawezi kuwa na kupata hii elimu kwa sababu hawana fedha, na pia hawana zile simu ama zile tarakilishi kama laptop hivi na nini ambazo zinaweza kuwawezesha kukuwa na hii elimu za kidijitali. Vile pia kukosa kujumuishwa ama kuhusishwa katika hayo mambo ya kidijitali, kuona kwamba watu wa vijijini hawana haja ya kupata hizo mambo ya kidijitali. Hiyo inafanya ya kwamba watu hawa hawawezi kuwa na elimu hiyo. Ndio. Na tukiangazia labda makundi, pengine huenda ikawa ni makundi gani ya ulemavu katika jamii yenu yanayokumbana na changamoto za kutopatikana kwa teknolojia na kidijitali? Kuna makundi mbalimbali za sisi walemavu, kwa mfano wale ambao wako walemavu wa viungo sana, wale wako physical. Shida ni kwamba kwa mfano walemavu wote ni shida wengi kupata hizo mambo za hizi smartphone na hizi tarakilishi zingine zenye zinaweza kuwafanya wapate ile mambo ya dijitali. Na ya pili ni kwamba hawajapata ile elimu ya kwamba wanaweza kukua katika hizo colleges waweze kuwa, kwa sababu hawana fedha ya kulipa kwenda katika kujifundisha hiyo mambo ya computer literature na hizo mambo zote. Kuna hawa walemavu ambao wengine wako hearing impaired, kuna wengine wako hawaoni. Ni kwamba ile infrastructure yenye iko katika hiyo dijitali yani it is not fit for them, haijumuishi wao, kwa sababu inatakikana kukuwa kale na captions, ni mambo mengi ambayo yanatakikana waweze kutumia hizo mambo ya kidijitali, lakini hakuna. Utapata ya kwamba kuna wale ambao hawaoni, kuna wale ambao hawasikii hata zile sauti kuweka na nini, ili wao wenyewe wanajua ni hivi. Ni vigumu sana katika infrastructure ile iko. Kwa hiyo kunatakikana kuwe na sheria ambayo inaweka vitu kama hizo za watu ambao wako na ulemavu, ina accessibility yao ili waweze kupata zile. Jambo lingine ni kwamba shida nyingine ni kwamba ile watakana kuwa na internet, lakini shida ni kwamba ile internet ni vigumu wao pia kupata hiyo internet. Ndio maana pia inafanya ugumu sana walemavu zaidi kupata hizo mambo ya kidijitali. Yeah. Labda tukirudi kwa upande wako Hassan, ambao kwamba wewe ni mtu ambaye kwamba umeweza kubenefisha hapa katika shirika la Tunaweza, pengine labda changamoto gani ambayo kwamba umeweza kuipata ulipoingia hapa, ama ni vipi? Jambo la kwanza, ukiwa na hiyo smartphone, ukiwa na mtandao ile ya kuwezesha kwamba unaweza ku access ile information katika mtandao. Hiyo ndio tatizo la kwanza, kwa sababu huwezi kuwa na simu na huna data bundles, maybe hakuna wifi. Na kwa hivyo hata kusoma kwenye internet mambo mengine pia inakuwa tatizo pia. Kwa sababu hata ukiwa na hiyo smartphone huwezi tumia bila kitu nyingine ndio ifanye kazi. Na tukirudi tena kwa upande wako, labda ni programu au labda miradi gani ambayo kwamba shirika lenu limeanzisha ili kuboresha ujumuishi wa kidijitali kwa watu wenye ulemavu? Mipango yenye Tunaweza iko ni kwamba kwanza kabisa Tunaweza iko na program hii na European Union na Trust Lab. Na European Union wameweza kutusupport hii, na tunashukuru sana European Union kuweza kutusupport katika hii program yenye tuko nayo, kufundisha ama kutrain walemavu katika mambo ya kidijitali na katika dhuluma ambazo zinapatikana kwa kidijitali,
Na pia katika hii program tuna program tofauti. Tumeshafundisha wale 10 influencers ambao walemavu walikuwa zaidi ya 50% katika wale tulifundisha 10, na walemavu walikuwa ni 6 ambao tuliwafundisha, na wale watu wengine wazima walikuwa ni 4. Kwa hivyo tumepata ya kwamba walemavu wanahitaji zaidi kufundishwa hizo mambo za kidijitali. Kwa hivyo sisi tunashukuru hiyo mpango, na pia tunafundisha walemavu mambo na digital, hizi mambo na digital content creation, hizi mambo za digital content creation, marketing, hizi mambo zote tunawafundisha ili ya kwamba waweze kuwa na ufahamu na mambo ya kidijitali, na kisha pia ya kwamba walemavu waweze kuwa empowered. Kwa hivyo sisi tunaempower walemavu kuweza kusonga mbele, na sisi tunashukuru sana wale wafadhili ambao wametusaidia, European Union na Trust Lab. Kupitia Trust Lab tunashukuru sana hiyo kwa kutusaidia katika hilo jambo la kuweza kuhamasisha walemavu katika mambo ya kidijitali. Na kuna mambo ya kidijitali mbalimbali walemavu wana face, kama mambo ya disinformation. Kuna hayo mambo ya digital threat, hizo za disinformation. Kuna mambo ya phishing na cyber bullying. Walemavu wengi wameweza kupata hizo mambo ya digital threat sana. Hata mimi mwenyewe nikiwa mmoja wao ambao nimeweza kupata hizo digital threat. Kwa hivyo inahitajika walemavu waweze kufundishwa ili waweze kujua hii jambo ikitokea kwangu, kama ni cyber bullying, ni phishing, disinformation, nitaweza kufanya vipi? Maanake sisi tumeegemea sana hapo mambo ya phishing, disinformation na cyber bullying katika programu hii yenye tuko nayo hapa. Yeah. Kwa hiyo mbali na kutetea haki za kibinadamu, shirika hili bado still linafundisha watu wenye ulemavu. Ndio, shirika hili linafundisha watu wenye wako na ulemavu. Kuna wale wako interns hapo ambao tunawafundisha mambo ya digital content creation na hizo mambo yote. Na kuna wale ambao wanajifundisha mambo na kutengeneza shanga, kutengeneza na vitu mbalimbali ambao wanaweza kuuza wakapata fedha. Na kwa hivyo tunafanya hizo mambo na recycling paper into products, kama tunahusika na mambo ya environment pia zaidi. Na hayo yote tunafundisha walemavu waende pia kujitengenezea na kufanya, so that maisha ya walemavu yaweze kusonga mbele. Ndio. Na labda mnatambuaje mahitaji ya kidijitali ya wanajamii wenu na kuyaweka katika vipaumbele? Tunatambua mahitaji ya kidijitali ya walemavu, na hivyo tunatambua ya kwamba walemavu hawako included katika mambo ya digital threat. Na kwa hivyo hata katika programu hii tunaenda kuandika, mwisho tunaandika memorandum ambao tutakipeleka mbele kwa vitengo vya serikali vya policy makers, waweze kuweka policy ambayo inawajumuisha wale watu wako na ulemavu. Zaidi sisi pia kama tunaangazia sana mambo ya digitali na walemavu, na vile tunaangazia sana tunajua ya kwamba haya mambo yataweza kusikika. Hata tuko hapa kwa runinga ya Nisa ambayo tunaangazia hili mambo ya digital threat, watu wengi waweze kusikia, so that walemavu wasigandamizwe. Najua walemavu wamegandamizwa sana katika mambo mengi katika jamii, na zaidi mambo ya kidijitali. Shida yenye walemavu pia wako nayo ni kupata zile niseme kwa mfano tarakilishi, hizi phones za kuweza kutumia katika hizo mambo ya digital. Lakini hapa tunaweza pia waruhusu walemavu, kuna zile tarakilishi ambayo wanaweza kutumia wakiwa hapa, wale wanajifundisha wakiwa hapa, so that waweze kutumia hizo kuingia katika mitandao. Na zaidi mahitaji ya walemavu pia katika ile tunawafundisha mambo ya economic empowerment, wanaweza kupata pesa yao na wakaweza kununua zile simu, wakaweze kuendelesha maisha yao, so that wasiwe prone to digital threat. Na kama ulivyoeleza pale awali kwamba shirika hili linafundisha watu pia kujua umuhimu wa kidijitali katika mitandao yao, pengine kama una hadithi fupi tuelezee, kulingana na shirika hili, labda mafanikio gani ambayo kwamba yameweza kutokana ndani ya haya mafundisho?
Katika zaidi ya mafundisho tuko nayo ya European Union ni kwamba tumeshafundisha walemavu ambao wamebenefit, mmoja wa beneficiary yuko hapa, wamebenefit katika kuwa trained katika mambo ya kidijitali na yale mambo ya dhuluma za kidijitali tumeweza kuwafundisha na wameweza kufahamu, na sasa saa hii wanaweza kupost mambo katika social media na kufikia watu wengi kuhusu mambo ya walemavu na digital threats. Na tukirudi kwako sasa, upande wa Hassani, kama tulivyoambiwa kwamba wewe ni mmoja ambao kwamba umeweza kufaidika, pengine tuelezee hadithi fupi tu ya kufaidika kwako ilikuwa vipi? Kufaidika kwangu naweza nikasema hivi, sababu hii ni kazi nzuri ambayo mtu hata anaweza kujisaidia yeye mwenyewe katika hali ya kidijitali. Kwa sababu moja naweza sema hivi, mimi ni kama ni beneficiary ambao ni kwanza ambao nilifundishwa katika kazi hii digital work. Ndio. So ninaweza kujitegemea mimi mwenyewe, nikatengeneza content creation, nikatuma kwa mitandao ambayo haitaudhi mtu mwingine, ambayo ile ni ya kuelimisha, ya kufundisha mtu kuhusu jinsi ya kuishi na mlemavu, ili mtu aweze kuwa na ufahamu ile inavyokuwa. Kwa sababu hii shirika limenisaidia sana kuwa more active kutoka kwenye mitandao, ili nizidi kujitengenezea mimi mwenyewe na pia kujitegemea katika maisha. Na wewe kama mtu mwenye ulemavu, pengine labda ni ujuzi gani ambao kwamba umeweza kusoma hapa na so far sasa unaona kwamba huu unaweza pia kufundisha wengine walioko nje? Ujuzi ambao nimesomea hapa ni kama kutengeneza kama videos, hizi video kuzi-edit na kuzituma, ambao ni video nzuri, si zile video ambazo zinaweza kutatiza mtu mwingine ama katika hiyo swali ambapo umesema serikali, pengine hii shirika lenu la Tunaweza People with Disability linawezaje kushirikiana na serikali au labda makampuni ya teknolojia au watu wa huduma katika kukuza ama kujumuishi wa kidijitali? Sisi kama tunaweza kushirikiana na serikali na tutaweza kushirikiana na serikali vizuri sana. Kwa hivyo, kwa mfano katika ile department ya ICT tunaweza kushirikiana sana na serikali ili ya kwamba walemavu wanapata ile empowerment katika mambo ya kidijitali, na wanaweza pia kupata fedha kutoka kwa serikali, so that sisi kama shirika tuweze kuendeleza mambo ya kidijitali na walemavu, na maana tumefundisha walemavu na tunahitaji kufundisha zaidi na zaidi. Kwa hivyo sisi shirika tunahitaji kushirikiana na serikali katika pia mambo ya kutengeneza sheria ya walemavu na kidijitali, katika kuhusika katika kuempower walemavu katika kidijitali, na pia tuhusike zaidi kuona ya kwamba walemavu maisha yao yametoka mbele. Maanake walemavu wengi hawajui mambo mengi, hata hawajui mambo ya fedha ziko kwa serikali, wanaweza kufanya nini kupata, hawajui. Kwa hivyo kwa sababu information haiwezi kufikia, ni vigumu. Kwa sababu sasa unaweza kuwa na information lakini yule ambaye hasikii hakusikia ile information ikitangazwa. Sasa hajui ni nini inaendelea. Inaweza kuwa advertisement leo kwa wateja, yule ambaye haoni hawezi kusoma. Na wengi, kuna wale wengine hawaoni, hawana hata simu. Wengine hawana simu, ni wachache simu hii hapa tu. Kwa hivyo tunasema ya kwamba tunaweza kushirikiana na serikali kuona ya kwamba walemavu wamesonga mbele katika mambo ya kidijitali. Tunaweza kufika katika na pia kupata funding kutoka kwa serikali kuweza kufanya hii mambo ya kidijitali na walemavu. Na pia kuna hii ambayo tunasema tuko na ajira digital ambayo tunafundisha wale walemavu wengine kufanya mambo ya digital marketing. Hiyo ni ya serikali, lakini pia inatakikana hiyo serikali ipeane fedha kwa sisi kama tunaweza, ambao tunahusika na walemavu, tuweze kuwa walemavu zaidi na zaidi.
na kuna ile ingine inaitwa jitegemezi. Kuna mambo mengi ya walemavu. Tunahitaji tu kukutana na wale wa serikali, wale department ICT, kuna SES, hata na president mwenyewe, tuweze kuangazia haya mambo so that tuweze kushirikiana pamoja kuona walemavu wamesonga mbele. Alafu mashirika mengine kama makampuni na mashirika mengine tunahitaji ufadhili kutoka kwao. Tukipata ufadhili kutoka kwao na tushirikiane pamoja, kuona ya kwamba walemavu wenye wako katika vijijini na walemavu wengi wenye wako huko na huko waweze kukuja pamoja, wanaweza unajua mlemavu ndiye anatakikana atumie mtandao badala kufanya business apate pesa, kwa sababu ile viungo si vizuri sana katika kufanya kazi nyingi. Kwa hivyo hii ya mtandao ni nzuri sana kwa mlemavu akifundisha, na mlemavu akifundisha anashika mataka sana, anajua hii this is the only source of my life. So inatakikana mashirika tusaidie, wale makampuni tusaidie, kuna serikali nao pia tusaidie tuweze ku. Ninaona ile programu mpya ya serikali inaitwa Jitegemea. Ya serikali inaitwa Jitegemea. Lakini sijui kama walemavu wangapi wameenda hapo. Kwa sababu it is not accessible kwa walemavu. Ni vigumu. Tunahitaji nini ambayo inakuwa accessible kwa walemavu vizuri. Maana ukienda kwa mambo mengi kama pesa hizi za serikali wanaanza women, youth, alafu kwanza disability wanakuwa wengi. So most of us disability hawapati zile pesa. Ndio maana wanabaki katika hali. Maana ukipata pesa tutanunua simu. Utanunua simu. Unaona nimewekwa hapa, ama mlemavu amewekwa hapa, si vizuri. Amewekwa vibaya na ampewa mambo mabaya. Na ndivyo. Na kwa watu wengi sasa wanatizama labda watu walikuwa mbali wapi kati ya yetu. Pengine shirika hili la kutetea haki za walemavu la tunaweza people disability. Pengine ni aina gani ya msaada kutoka kwa wadau ungehitaji zaidi? Mimi kama tunaweza hapa msaada tunahitaji zaidi katika wafadhili ni kwamba tunahitaji pesa zaidi ili tuweze kuendesha hii mafundisho training za walemavu na mambo ya kidijitali. Tunahitaji pesa zaidi ili walemavu wengi tuweze kuwafikia wengi na tuweze kuwafundisha wengi waweze kujitegemea wenyewe. Alafu pia msaada tunahitaji kama niseme kama laptop hivi, tunahitaji masimu za mkononi hivi ili walemavu wanaweza kupewa, wanaweza kujitegemea wenyewe. Jambo lingine tunahitaji kama mambo kama internet inakuwapo, lakini sasa internet it's very expensive. So tunahitaji pia mambo watakusaidia katika mambo mengi ambayo yanahusu walemavu na kidijitali na mambo mengi yanahusu walemavu ya kijamii. Tunahitaji kushirikiana na mashirika yaweze kutusaidia sana. Na vile labda ni vikwazo gani vya kisera ambavyo vinazuia upatikanaji jumuishi wa teknolojia za kidijitali katika jamii yetu? Sera zaidi ni kwamba hakuna sera ambayo unaona ile nyingine ya Cyber Act ile haijapita pia. Kwa hivyo bado kuna mambo magumu katika dijitali na sisi watu walemavu. Kwa hivyo ningependa kusema ya kwamba sisi kama walemavu katika mambo ya sheria tunataka sheria itengenezwe ile inasema walemavu katika mambo na kidijitali. Infrastructure tunahitaji tengenezwe yenye inasuit walemavu, kwa sababu infrastructure zaidi ya mtandao haisuti watu ambao wako na ulemavu. Tunahitaji ya kwamba sheria ikitengenezwa kuhusu mambo ya cyber bullying, mambo hizi za threat za mtandao, tuhusike sisi walemavu, tutoe views zetu. Sio sheria itolewe na sisi hatujahusika kutoa views zetu ya kwamba sisi walemavu tunahitaji mtandao ifanye hivi ili tunaweza kufikia wale ambao ni walemavu. Kwa hivyo sheria ikitengenezwa ambayo inasuti watu ambao wako na ulemavu, itakuwa ni vizuri zaidi ya kwamba sisi tunaweza zile threat za walemavu, dhuluma zinafanyika kwa walemavu zitapungua na hakika mwishowe zitaisha. Na tunahitaji serikali ituhusishe. Maanake kuna a lot of false information kwa sababu ya walemavu.
na kuna a lot of misleading information. Sisi walemavu tunapitia mambo mengi sana katika hiyo misleading information. Wengine wetu hata tumekuwa threatened katika mtandao, na ni kwa sababu mtu amechukua ameweka pale, anasema huyu amefanya hivi na hujafanya hivyo. So na kama mlemavu hajui, haelewi mambo na mtandao, huyo mtu amechukua picha zako juu na amekuchukua picha mtandaoni amekuweka pale, anasema huyu Charity amefanya hivi na hivi na hivi. Inakuwa ni kwamba walemavu wengine watapata hizo dhuluma za mtandao. Sasa mtu anaweza muita njoo, na kumbe kula anaenda kufanyiwa dhuluma za kijinsia ambazo hata mwenyewe mlemavu atashangaa. Manake walemavu labda atamwambia ndio nikusaidie, na mlemavu mara nyingi anataka msaada, maana anakuwa maskini. Kwa hivyo walemavu anaenda, na akienda wanakuwa wanadhulumiwa kimtandao. Mtu anachukua picha anaweka mtandaoni, anasema walemavu hivi na walemavu hivi na si hivyo. So ile kuna mambo mengi sana kuhusu walemavu katika mtandao na zile digital threats. Hata watoto walemavu vile wanaanikwa mtandaoni si mambo ya sawa, na watu wengine wanaweka mtandaoni wanajifanya walemavu, wanatembea kama walemavu, wanafanya it's not good. Ni mbaya na ni mbaya pia kuchukua mlemavu kumweka mtandaoni kusema false and misleading information kwa huyo mlemavu, kama si mtu ambaye anaelewa sheria na si mtu ambaye anajua mambo hata ya mtandaoni, ataendelea tu kudhulumiwa hivi. Lakini sisi kama tunajua mambo ya kisheria, ndio sasa tuko hapa tunafundisha walemavu kuhusu mambo ya mtandaoni na zile digital threats, wawe aware. Hata si walemavu, hata jamii. Kuna watu wako katika jamii hawaelewi, lakini mtu anaambiwa njoo hapa, wewe njoo hapa, wewe nani? Hajui yule mtu ni nani, kile anaenda. Akienda anakuwa abducted anapelekwa na nini imetokea katika mtandao. Kwa hiyo sisi kama walemavu zaidi, sitaongea kwa wengine sana, lakini naongelea walemavu zaidi, tunahitaji sheria ambayo inasuti walemavu, tunahitaji infrastructure ambayo iko sawa kwa walemavu katika mtandao. Infrastructure ni mbaya, haiko fit kwa walemavu, na ile sheria imetengenezwa kama hawajaweka mambo ya walemavu, hawajafanya kitu, kwa sababu sisi walemavu tunahitaji sheria ambayo itatusaidia katika mtandaoni, watu wasiendelee kudhulumu mtandaoni. Na labda pengine serikali za mitaa na zile za kimataifa zinahitaji kuyawezesha zaidi mashirika haya ya kijamii katika kukuza ama kujumuisha watu katika mambo ya dijitali. Viongozi wale wa kijamii wenye wako wa serikali kama machifu na nini wanaweza kutusaidia, kama niseme kwa mfano hata wale wa mitaa wanaweza kutusaidia. Kuna walemavu wengine wamefichwa huko ndani, wanaweza kutusaidia kuwapata wale walemavu ambao wamefichwa huko ndani na kuwaleta ili wajue zaidi mambo ya mtandao. Na wale machifu wale wanaweza kutupatia platform zao zenye wako nazo, zile baraza, chifu baraza na hizo zingine zote, tuongelee mambo na walemavu na dhuluma za mtandaoni kwa walemavu. Na pia wanaweza kutusaidia kuangalia kuona pia wahisani wenye wako ili waweze kutusaidia katika hili kampeni yetu ya digital awareness kwa watu walemavu. Na labda pengine ukiangalia ni mbinu gani za utetezi zimekuwa na matokeo chanya? Tumefundisha walemavu mambo ya kimtandaoni. Tuko na hii ya Trust Lab na tuko pia na ajira digital ambayo tunafundisha pia walemavu kuhusu mambo na digital marketing. Na tumewahi kufundisha walemavu wengi katika hizi mambo za mtandaoni na kupeleka kuongea katika mitandaoni na kuongea katika maredio ya kwamba walemavu wanadhulumiwa kimtandaoni na tunahitaji wafanyiwe hili na hili. Na sisi kama tunaweza tunataka tuinvest sana katika walemavu na mtandaoni, zaidi wale young women and young men. Ndio.
women sana na young men katika mtandao, so that wale walemavu wale wako tu wamekaa na wana elimu yao, wamemaliza shule, wamemaliza college zao, waweze kufanya kazi zao katika mtandao. Wakifanya kazi zao katika mtandao, wanaweza kuwa na income ambayo inaweza kuwasaidia katika maisha yao. Kwa hivyo that is what tuna invest in mambo ya digital na watu wako na disability, zaidi wale youth wenye wako na disability, na tunaweka hao wengine, lakini zaidi youth ambao wako na disability, so that wanaweza kufanya mambo ya mtandaoni. Na wale women wale pia wako older pia nao pia tunahusisha katika mambo ya kimtandao, maana wanadhulumiwa kijinsia. So sisi mambo yetu ni kuhusika kikamilifu katika mtandao, kuinvest zaidi katika mambo ya dhuluma za kijinsia mtandaoni na walemavu, digital threat mtandaoni, na hii mambo ya kujaribu kupata income kutoka mtandaoni. Na zaidi tunaweza iwe digital hub. Tunaweza to be a digital hub. Tunaweza digital hub. Tunahitaji hivyo kabisa, so that walemavu wote tuwafikia wengi sehemu zote, hata Kenya mzima tuweze kuwafikia walemavu na digital information na digital, mambo yote digital wanahitaji. Ndio. Na kwa mtazamaji hivi sasa ambaye kwamba anatizama, yule ambaye kwamba labda ni mlemavu na yule ambaye kwamba si mlemavu, na wale watu ambao wako nje ambao kwamba pia ni walemavu na wako tu kule nje, wapo labda wanaomba tuseme, pengine unawashauri vipi? Wale ambao wako nje pale wanaomba, ningewashauri ya kwamba they can do something. Hakuna mtu ambaye amezaliwa katika ulimwengu hawezi fanya chochote. Kwa hivyo ninajua ya kwamba kuna those barriers na kuna yale mambo mengi, dhulma nyingi za walemavu, lakini ningependa kuambia kwamba kuomba barabarani si suluhisho. Tunaweza empower walemavu. Kwa hivyo ni vizuri sana kufanya mambo ya kidijitali na mambo ya kutengeneza vitu kuweza kuuza mtandao. Kuna option ya barabarani. Kwa hivyo hapa kuna option ya walemavu wenye wako barabarani. Usikue barabarani. Fanya kitu. Ili ya kwamba dunia ione walemavu hawa wamekataa mambo ya kuomba barabarani. Hawataki kabisa, wanataka kusonga mbele. Maana ikikaa sana barabarani, watu wanadharau, wanaona tu ya kwamba walemavu wako hivi, hawezi kufanya chochote, kazi yao ni kuomba. Kwa hivyo ningependa kusema ya kwamba you can do something. Kama hata unataka advice yote, ndio tunaweza. We will help you with the advice. We will teach you mambo ya economic empowerment, so that nyinyi mnaweza kuendelea. But tutawafundisha mambo na digital, so that wewe kama ukikaa pale, hata kama wewe huoni, na mtu pale kama mtoto wako anaweza kusaidia na ile mtandaoni. Lakini zaidi tunahitaji infrastructure ya mtandaoni iwe sawa kwa walemavu wote. Kwa hivyo you can do something, toka kule nje, hata ndio tunaweza tukupe advice. Njoo hapa, tunafundisha walemavu na tutakuwa na nyinyi zaidi, maana tunaamini ya kwamba hii program itaendelea zaidi na zaidi, na tunashukuru sana kwa European Union, na tunashukuru sana kwa trust na kuweza kuona ya kwamba tumeweza kufanya hii kufikia walemavu. Na tunaomba wahisani wengine wote ambao wako ya kwamba walemavu wanahitaji kuhusishwa kikamilifu katika dijitali. Serikali, walemavu wanahitaji kuhusika kamili katika dijitali. Ndio. Tunaomba msaada wenu. Ndio. Na kuna mtu hivi sasa labda anatizama na ni mlemavu, anataka kuja katika hili shirika kuweza kujifunza mambo haya ya kiufundi mbalimbali. Pengine utaweza kumwelekeza vipi, nambari za simu na wapi unapatikana ili kuweza kufika? Sisi kama ungeweza kutufikia, nambari ya simu ambayo unaweza ufike ni 0792765821. Na sisi tuko hapa Bombolulu Estate. Ukichuka pale Bombolulu Estate, ukiteremuka hapo opposite hapo veterinary, tuko hapo sambamba kabisa.
Sasa shukrani sana. Na mpenzi mtazamaji, kama ulivyomfahamu mkurugenzi huyu wa shirika la kutetea haki za walemavu Bi Charity Chahasi ameweza kueleza kwa kina vipi walemavu wanavyodhalilishwa ama wanavyokejeliwa kule mitandaoni. Hivyo basi amesema kwamba yote yale yaweze kustopishwa, manake kwamba walemavu pia wana haki zao. Hivyo basi kufikia hapo sina la ziada mpenzi mtazamaji. Pengine na kuongezea niko na kuongezea ni kwamba walemavu kule nje mjue ya kwamba kuna dhuluma ya kijinsia na dhuluma ya mitandaoni ambayo inafanywa watu ambao wako na ulemavu. Na wewe ukiwa hapo usikae tu, tafadhali tutetee sisi walemavu, tujumuishe kikamilifu katika shughuli za kidijitali na walemavu, kwa sababu walemavu hawezi kuwa wanadhalilisha na sisi walemavu wenyewe tumekaa. We need to do something. Tukifanya hiyo na watu wasikie, ili ya kwamba wajue ya kwamba walemavu wako na wanahitaji kujumuishwa kikamilifu. Kama wewe uko hapo mlemavu, usikie, tuanze kutetea na kuanza kuongea mambo haya ya kidijitali na walemavu, ili ya kwamba tusonge mbele. Na tunaweza, hapa tunafundisha walemavu mambo ya kidijitali. Karibu sana, tunaweza. Na Mungu awabariki sana. Asante sana. Ndio kama hivyo penzi watazamaji, kwa namba kwamba wako wamesikia viongozi, hakikisha kwamba pia walemavu mnawajumuisha kikamilifu katika hizo nyanja zenu mbalimbali. Kufikia hapo sina la ziada. Mimi nafahamika kama Farda Ali. Kumbuka kwamba hii ni Runinga An-Nisa. Unatufuatilia pale katika mitandao yetu ya kijamii ikiwemo YouTube @An-Nisa Media Kenya, vile vile TikTok @An-Nisa Official TV na Facebook @An-Nisa TV. Kwaheri mtazamaji.